Kwa majina naitwa Emmanuel Majula, ni mwenyekiti wa kamisheni ya ufundi ya Chama cha Mpira wa Mikono Tanzania. Tuko hapa mkoani Simiyu, wilaya Bariadi, katika uwanja huu wa halmashauri, ambapo kimsingi tunaendelea na programu ya mafunzo kwa walimu na waamuzi wa mchezo wa mpira wa mikono kwa ukanda huu wa Bariadi. Kimsingi tumeendelea na mafunzo kuanzia siku 5 zilizopita. Of course tunao walimu wa kutosha. Matarajio yetu ni kwamba baada ya mafunzo haya tuna mabadiliko makubwa sana kwenye eneo hili la Simiyu, hususan katika eneo la uchezaji na uamuzi wa mchezo wa mpira wa mikono. Na pengine labda kwa nini mmeweza kuamua kuja kuyafanyia hapa Simiyu na sio mikoa mingine? Of course mikoa mingine tunakwenda. Kilichotokea ni kwamba Simiyu wameamka. Walikuwa hawana usajili wa chama chao cha mkoa. As you know, hapa juzi wameweza kusajili chama cha mkoa katika baraza la michezo. Sasa angalau wameanza kufanya kazi kama mkoa. Matarajio yangu ni kwamba kutakuwa na mapinduzi makubwa sana ya mchezo wa mpira wa mikono katika mkoa huu, kama programu hizi walizozianza sasa. Na kama hao walimu watakwenda kufanya kazi, mageuzi yatakuwa makubwa sana. Ndio imani yangu. Sawa. Na pengine labda ni kwa nini mmeweza kuanza na walimu, hamjaweza kuanza na wanafunzi wao, kwa maana ya wachezaji moja kwa moja kama ilivyo kwenye michezo mingine? Imani yetu ni kwamba ili upate mchezaji mzuri lazima uwekeze kwanza kwa mwalimu. Mwalimu ndo anaenda kuandaa mchezaji. Sasa ukiwekeza kwa mchezaji, huyo mchezaji akiondoka bado unakuwa huna mwalimu anayetengeneza mchezaji mwingine. Sasa tutakuwa ni watu wachache tunazunguka nchi nzima kwa ajili ya kutengeneza wana mchezo. Sisi tunataka tutengeneze walimu ili waweze kufundisha kwenye maeneo yao. Ndio. Na pengine sasa labda changamoto ambazo mmekumbana nazo baada ya kufika hapa? Changamoto ni kwamba mafunzo haya ni gharama. Wako watu wanatamani kushiriki, lakini uwezo wa kiuchumi unakuwa ni changamoto. Wako raia wanatamani kushiriki, though tumeanza program za kuhusisha raia katika mafunzo kama haya kwa gharama nafuu, na ikiwezekana gharama hakuna kabisa. Lengo ni kusogeza huu mchezo uraiani. Tunaamini mafanikio makubwa ya mchezo wa mpira miguu ni kwa sababu unacheza uraiani na raia wa kawaida. Sasa sisi sehemu kubwa watumishi ndio wanajihusisha na mchezo huu. Tunahitaji kupeleka mchezo huu uraiani, tupate makocha kutoka uraiani, tupate wachezaji kutoka uraiani, ili mchezo uweze kuchezwa mahala pote. Tukifanya hivyo, tuna uhakika mchezo huu utaweza kusonga mbali zaidi kwa mkoa wa Simiyu. Sasa mmeanza kwanza na walimu kama ulivyosema, na tuna imani kwamba hapa kwa Simiyu tuna shule nyingi. Haba, je, malengo yenu hasa kuziinua hizi shule katika kupitia huu mchezo wa handball yapoje? Nataka nikuhakikishie ndani ya kipindi cha mwaka huu, kama mipango yetu itakwenda kama ilivyo, kwa kushirikiana na chama cha mkoa, tutakuwa na matukio makubwa sana ya mchezo wa mpira wa mikono. Kunakusudia kuwa na mashindano makubwa sana hapa yanayohusisha nchi nzima. Tunaamini kupitia mashindano hayo tutaweza kuamsha hali za watu kuutambua na kuupenda mchezo huu. Kwenye mita, lakini kuna ile mashindano ya mita shumita, UMISETA, bado tunaona kama ile morali yake hasa inakuwa haipo. Hapana. Si msemaji sana wa mita shumita UMISETA, lakini kizungumzia upande wa handball kwenye eneo la UMISETA na mita shumita, ninakiri kwamba timu zimeamka. Timu zinafanya vizuri sana. Ndio. Na kupitia mashindano yale, kwa kweli yamekuwa ni moja ya chachu ya kutujenga zaidi sisi kama chama cha handball. Ni moja ya shindano kubwa linalokutanisha mchezo huu kwa mikoa yote nchi nzima, ikilinganishwa na mashindano mengine yote yanayosimamiwa na chama, specifically bingwa, mashindano ya muungano na kadhalika. Sawa, na tukimaliza na hilo hapa, pengine baada ya mafunzo haya walimu ambao wanayapata hapa, je, kuna timu ambazo tayari zimekwisha kuandaliwa kwa ajili ya walimu baada ya kutoka hapa kwenda kuzinoa hizo timu? Yes, walimu wengi wana timu. Najua kwa utaratibu saizi wa usajili wa taasisi hizi, hasa mashule, ni kwamba shule ni pamoja na shule ni kituo cha michezo. Kwa tunaamini kila mwalimu hapa ana kituo cha michezo anachofundisha. Na baada ya mwalimu kuhitimishwa hapa kufuzu hizi kozi za mafunzo ya handball, kuna kitu kinachomdentify kwamba huyu ni mwalimu ambaye amefuzu mafunzo haya? Yes, katika level ya awali hii tunampa ili basi akafanye kazi. Baada ya kufanya kazi tutampa mafunzo yanayomfuata na kumpa leseni ya ukocha aidha uamuzi, baada ya yeye kuwa ameamua anakwenda wapi katika maeneo haya. Lipi sasa unaowaambia kama walimu ambao bado hawajajitokeza kwa ajili ya kupata elimu hii na mafunzo haya? Wajitokeze, hakuna namna utaweza kuwa mwalimu mzuri kama hujapata mafunzo kama haya. Sana kushukuru sana.